Kijiji cha Mwangaza kilikuwa mahali tulivu kilichozungukwa na misitu minene na vilima virefu. Wakazi wake waliishi maisha ya kawaida ya kilimo na ufugaji. Kwa miaka mingi, kijiji hicho kilikumbwa na ukame mkali. Mto uliokuwa ukipita katikati ya kijiji ulikauka kabisa na ukaacha ufa mrefu wenye vumbi na mawe makavu. Wananchi walikuwa wamekata tamaa, wakiamini huenda hawataona tena maji katika maisha yao. Asubuhi moja ya ajabu, watu walipoamka walishangazwa na sauti ya maji yakitiririka. Walipokimbilia mtoni, walikuta maji mengi safi yakitoka ardhini kwa nguvu. Hakukuwa na mvua, wala dalili yoyote ya mvua usiku uliopita. Wazee walishikwa na butwaa, wanawake wakaanza kulia na watoto wakacheza kwa furaha. Hakuna aliyefahamu kilichotokea. Ilikuwa ni mwanzo wa maajabu ambayo yangebadilisha kijiji kizima milele. Mandhari ya pili, mshangao na maswali. Habari za mto uliofufuka zilienea haraka kijijini. Watu kutoka vitongoji vya jirani walifika kushuhudia tukio hilo la ajabu. Wazee wa mila walikaa chini ya mti mkubwa wa mkuyu wakijadili kwa sauti nzito. Wengine walisema ni baraka kutoka kwa Mungu, wengine wakaonya kuwa huenda ni ishara ya onyo. Hofu ilianza kuchanganyika na furaha. Baadhi ya wakazi walikumbuka makosa ya zamani, ugomvi, chuki na dhuluma zilizokuwa zikifanyika kijijini. Walianza kujiuliza kama maajabu hayo yalikuwa na maana kubwa zaidi ya maji tu. Usiku huo kijiji hakikulala. Watu walikesha wakizungumza, wakitazama mto kana kwamba ungepotea tena. Moyo wa kila mtu ulijaa maswali. Kwa nini sasa? Kwa nini bila mvua? Na ni nani aliyesababisha maajabu haya? Mandhari ya tatu. Mtoto aliyetofautiana. Katikati ya watu waliokuwa wamekusanyika kando ya mto, alikuwepo mtoto yatima aliyeitwa Imani. Alikuwa na umri wa miaka 12, akiishi kwa mjomba wake baada ya wazazi wake kufariki. Imani alikuwa kimya sana, lakini macho yake yalionyesha hekima ya ajabu. Alitazama maji kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti tulivu, "Haya si maji ya kawaida." Maneno yake yaliwashangaza wengi. Wengine walimcheka wakisema ni mtoto tu, lakini baadhi ya wazee walimtazama kwa makini wakihisi uzito wa maneno yake. Imani alihisi moyoni mwake kuwa kulikuwa na ujumbe mkubwa zaidi nyuma ya tukio hilo. Aliondoka polepole, akienda kulala akiwa na mawazo mengi, bila kujua kuwa usiku huo angepokea jibu la maswali yote. Mandhari ya 4, ndoto ya ajabu. Usiku ulipoingia, Imani aliota ndoto isiyo ya kawaida. Alijikuta amesimama kando ya mto, lakini maji yalikuwa yanang'aa kama dhahabu. Ghafla, mzee mwenye ndevu nyeupe na mavazi meupe alitokea akizungukwa na nuru. Mzee huyo alimuita kwa jina, akamwambia kijiji kimepata neema kwa sababu ya subira yao, lakini neema hiyo ilikuwa na masharti. Aliagiza watu waache chuki, waishi kwa haki, wasaidiane na waheshimiane. La sivyo, maajabu yangegeuka kuwa adhabu. Imani alipoamka, moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi. Alijua ndoto ile haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ni ujumbe uliopaswa kufikishwa kwa watu wote wa kijiji. Mandhari ya 5, ujumbe unapuuziwa. Asubuhi iliyofuata, Imani aliwaeleza wazee wa kijiji ndoto yake. Alizungumza kwa ujasiri, ingawa alihisi hofu moyoni. Wazee wengine walimsikiliza kwa makini, lakini wengi walicheka na kumdharau. Ndoto za mtoto haziwezi kuongoza kijiji, walisema. Imani aliumia moyoni, lakini hakujibu. Wakati huo huo, jambo lingine la ajabu lilitokea. Mifugo iliyokuwa imepotea kwa miezi ilianza kurudi kijijini yenyewe. Watu walishangaa zaidi, lakini bado hawakutaka kuunganisha tukio hilo na ujumbe wa Imani. Waliona maajabu kama bahati tu, bila kutafakari maana yake. Siku chache baadaye, maajabu yaliendelea. Wagonjwa waliokuwa wamelala kwa muda mrefu waliinuka wakiwa na nguvu mpya. Mama mmoja aliyekuwa mpofu alianza kuona na kijana aliyekuwa kiwete alianza kutembea. Kilio cha furaha kilisikika kila kona ya kijiji. Watu walianza kuogopa na kushangaa kwa wakati mmoja. Walikumbuka maneno ya Imani na kuanza kujiuliza kama kweli ujumbe wake ulikuwa wa kweli.
Hata hivyo, pamoja na furaha hiyo, tamaa ilianza kuingia mioyoni mwa watu. Mandhari ya 7: migogoro na tamaa. Kadiri kijiji kilivyoanza kuwa na rutuba, migogoro ilianza kutokea. Watu waligombania ardhi na maji ya mto, ndugu wakageukiana, marafiki wakawa maadui. Chuki ilianza kurejea. Ghafla, maji ya mto yakaanza kupungua na wagonjwa wakaanza kurudi katika hali zao. Hofu ilitanda. Watu walitambua kuwa walikuwa wamepuuza onyo. Kwa woga na majuto, wananchi walimtafuta Imani, wakamuomba awaongoze. Wazee waliita mkutano mkubwa, watu wakakiri makosa yao, wakasameheana na kuwapa kuishi kwa upendo. Usiku huo, kijiji kizima kilikesha kwa maombi na toba ya kweli. Mandhari ya 9: maajabu yarudi. Asubuhi ilipofika, mvua kubwa ilinyesha kwa furaha. Mto ukajaa tena, mashamba yakachanua na amani ikarejea. Safari hii, watu walielewa kuwa maajabu yalikuwa matokeo ya mioyo iliyobadilika. Mandhari ya 10: somo la milele. Miaka ilipopita, kijiji cha Mwangaza kikawa mfano wa kuigwa. Imani alikuwa na kuwa kiongozi mwenye hekima. Watu walijifunza kuwa maajabu ya kweli huanza pale mioyo ya wanadamu inapobadilika.